Kuna stori ambazo zikisimuliwa kwa ustadi zinapita kama sinema nzuri yenye kila kitu: mapenzi, mshtuko, furaha na huzuni. Na stori hii ya leo ni ya Birdman na Toni Braxton. Ni kama filamu ya mapenzi iliyosukwa na mikono ya Mungu, lakini ikakatizwa ghafla na msumari wa dunia. Birdman, ambaye jina lake halisi ni Brian Christopher Williams, ni msanii maarufu wa muziki wa hip hop na mmiliki wa lebo ya Cashman Records. Tajiri mkubwa, msela wa mtaa, anayejulikana kwa mitindo mikali, maisha ya kifahari na kutoamini kabisa kwenye mambo ya mahusiano ya kimapenzi. Lakini mapenzi si kitu cha kuuliza, ni kitu cha kukupata bila taarifa. Ndipo Toni Braxton akatokea. Alivyompenda Toni Braxton, mpenzi wake wa pekee kwa msela. Toni Braxton ni mwanamuziki mrembo wa kuvutia, mwenye haiba ya kupendeza. Wimbo wake wa Unbreak My Heart ulikuwa kama nabii katika maisha yao. Alikuwa mrembo aliyekuwa na nguvu ya kuvunja ukuta wa Birdman. Msela aliyekuwa hana imani na mapenzi, ghafla akajikuta ndani ya dimbwi la hisia za ajabu. Birdman anasema alijikuta anampenda Toni kwa moyo wake wote, kwa namna ambayo hata yeye mwenyewe hakuwahi kufikiria kama angeweza. Kwa maneno yake mwenyewe alisema, yaani kama ningeambiwa nijitoe mhanga kwa ajili yake, hata bila kusita ningesema sawa, ni chap tu, nimeshakufa. Walikuwa kama njiwa wakipendana, si kwa maigizo bali ni kwa upole wa penzi la kweli. Walikumbatiana kama paka wawili kwenye joto, walifuatana kama siafu walioapa kutotengana. Si miezi, si miaka, bali ni miaka 18 ya kuwa pamoja bila kufunga ndoa. Wengi waliwashangaa, lakini waliona muda si kitu mbele ya upendo wa kweli. Baada ya miaka mingi ya kuwa pamoja, wakipita kwenye mawimbi ya maisha na kuibuka pamoja, wakaamua hatimaye kufanya jambo ambalo lilionekana kama la kitakatifu. Walifunga ndoa ya siri, bila kelele, bila magazeti. Walijua kile kilichokuwa ndani ya nafsi zao na hawakuhitaji ushuhuda wa dunia nzima. Ni kama walikuwa kwenye filamu ya mapenzi. Mwanamuziki tajiri mwenye historia ya maisha magumu anakutana na kipenzi cha roho yake, malkia wa sauti. Wanapendana na hatimaye wanatambulishana rasmi mbele ya Mungu na familia. Kila hadithi nzuri ilivyo na sura ya giza. Msiba wa moyo ulipiga hodi. Ni wiki mbili tu baada ya kufunga ndoa hiyo ya siri, wiki mbili ambazo kwao zilionekana kama mwanzo wa maisha mapya ya kuzeeka pamoja, kushikana mikono hadi mwisho wa safari. Ghafla Toni akaomba taraka. Kweli kabisa, mwanamke ambaye Birdman alisema ni moyo wake, damu yake, aliyevunja ukuta wa hisia zake, ndiye huyo aliyemkabidhi makaratasi ya talaka. Na kwa sheria ya Marekani, mali yote iliyokusanywa wakati wa ndoa inapaswa kugawanya nusu kwa nusu. Hiyo maana yake nini? Birdman aliyekuwa na utajiri wa takriban dola milioni 160 anatarajiwa kugawana mali hizo na mkewe 50 kwa 50, bibie Toni Braxton. Mapenzi yakageuka kuwa maumivu, ndoto zikageuka kuwa mihangaiko. Wengi walibaki mdomo wazi. Mapenzi yale ya miaka 18 yalikuwa ya kweli? Je, ndoa iligeuka kuwa mtego wa kifedha, au kulikuwa na mambo ambayo hata sisi watazamaji wa nje hatukuweza kuyaona? Birdman hakusema mengi, hakutoa lawama, alikaa kimya, akabeba machungu yake kama mwanaume wa kweli. Lakini ndani ya moyo wake hakika kulikuwa na mshtuko usioelezeka. Maisha yalikuwa yamejengwa kwa msingi wa mapenzi ya njiwa yalisambaratika kama karatasi ya barua iliyokutana na maji ya mvua. Hii ni stori ya jinsi ambavyo upendo unavyoweza kuibuka mahali ambapo hakuna matarajio, jinsi unavyoweza kudumu kwa miaka mingi na bado ukavunjika ghafla. Ni stori ya kutufundisha kuwa mapenzi na mali vinapokutana lazima kuwe na uwazi, imani na kulinda misingi za hisia za kweli. Birdman alikubali kupenda, alikubali kupoteza, na sasa ni somo kwa kila mmoja wetu. Mapenzi si kitu kizuri. Endapo yakivunjika yanavunja hata moyo wa shujaa. Si kila ndoa inaisha kwa furaha, na sio kila anayependwa kwa dhati atarudisha mapendo yale yale kwa mwingine. Dunia ina sura nyingi na baadhi ya sura zake hazitabasamu.